Katika bonde tulivu la Monduli mkoani Arusha nchini Tanzania, ndoto moja inaendelea kuchanua. Ni safari ya matumaini, na hii leo timu kutoka mradi wa maisha bora ambao chini ya kanisa la FPCT Tanzania imewasili hapa chuo cha ualimu Monduli kumtembelea kijana waliyempa msaada baada ya kutoka katika hali ngumu, Samuel Daniel. Mwaka 2014, Samuel Daniel alipoteza wazazi wake wote wawili. Akiwa bado kijana mdogo, alilazimika kujitegemea. Aliishi maisha ya kuhangaika, akifanya kazi ya ulinzi usiku na mchana, kukata maua kwenye bustani za walioendelea ili kupata pesa za kujikimu. Lakini hakuwahi kuacha kukata tamaa na kuacha kutamani kusoma na kuwa mwalimu. Samuel Daniel alifanikiwaje kukutana na maafisa kutoka mradi wa maisha bora? Kwa majina naitwa Samuel Tayari Danieli, ni mwanafunzi ninayesoma chuo cha ualimu Monduli. Katika kusoma kwangu nilihitimu kidato cha 6 mwaka 2021. Kwa kweli nilichaguliwa kwenda shule, ila sikubahatika kupata bahati ya kwenda masomoni. Nikaamua nijiunge na kazi ya ulinzi. Safari ya kuja chuoni, chuo cha ualimu Monduli kutoka mkoani Dodoma, ambako mradi huo wa maisha bora walikutana na Samuel Daniel, ilikuwaje? Huyu kijana tumekutana naye katika mazingira, amemaliza kidato cha 6 toka mwaka 2021, lakini na alichaguliwa kuendelea na masomo. Lakini kutokana na mazingira yake kukosa wazazi, hakupata fursa ya kuendelea na masomo kwa ajili ya hali ya uchumi na kukosa wazazi. Kwa sisi kama maisha bora tukakutana naye katika hali yetu ya kufanyaji kazi katika jamii. Tukakutana naye akiwa kama kijana ambaye kwa kumhoji tu na kupata ABCD zake tukagundua kwamba ni kijana mwenye maono na ana ndoto na anaweza kufanya vitu vizuri, lakini kulingana na mazingira ya kiuchumi na kukosa wazazi, amekosa hiyo fursa ya kupata elimu. Kwa hiyo tukamuibua, baada ya kumuibua tukampa nafasi ya kuomba chuo. Mungu akamsaidia akapata chuo cha ualimu hapa Monduli, na yupo hapa Monduli akiendelea na masomo yake ukiwa ni mwaka wake wa kwanza. Ameanza masomo hapa na anaendelea vizuri. Moja ya kazi nilizowahi kuzifanya ni katika ujenzi. Ujenzi nilifanya kazi kama kibarua katika baadhi ya makampuni ya watu binafsi, na pia watu binafsi wenyewe walioanzisha. Pia niliwahi kufanya kazi ya ubustani baadhi ya maeneo yaliyopo Dodoma kama Swaswa. Niliweza kujituma ili kuweza kujikwamua na hali ya maisha iliyokuwa wakati huo. Pia niliweza kukutana na kazi ya ununuaji na uuzaji skrepa, ambako nilikuwa nimeajiriwa kwa muda ili kuweza kupata hela ya kujikimu katika maisha. Frederick Seai ni mkuu wa chuo cha ualimu hapa Monduli. Anamzungumziaje Samuel Daniel? Samuel ni mwanachuo mwaka wa kwanza wa stashahada maalum ya elimu ya sayansi na hisabati, akichukua masomo ya kemia pamoja na biolojia. Samuel ameripoti hapa chuoni ni mwanafunzi ambaye anaonekana ana nidhamu, lakini vile vile anashiriki katika shughuli mbalimbali za kitaaluma na shughuli za nje ya darasa. Kwa hiyo ni mwanafunzi mwenye jitihada kwa ujumla, na tunaamini mwishoni mwa mafunzo yake atafanya vizuri kwa sababu ameshaanza kuonyesha jitihada tangu akiwa. Changamoto moja niliyokutana nayo wakati wa ufanyaji kazi ya mtaani ya ulinzi ni mmoja kati ya kutoweza kupata chakula cha kutosha
pia wakati mwingine kulala njaa, pia wakati mwingine kuweza kuvumilia na hali ya uchumi niliyokuwa naishi. Kwa kweli nilikuwa siwezi kabisa, lakini sasa nimekutana na maisha bora, na washukuru sana. Mungu awabariki, azidi kuwalinda, pia nawaombea mfike mbali. Mungu awe pamoja nanyi siku zote. Wito wangu kwa jamii, vijana kama hawa wapo katika jamii zetu. Ukuta kijana yupo ni yatima au yupo mtaani, lakini unaona kabisa uwezo anao na anaweza akafanya kitu. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii na wadau mbalimbali pamoja na serikali, vijana hawa waangaliwe na wapewe nafasi ili waje kuwa watu bora, waje kuwa viongozi bora na watu wazuri katika jamii yetu. Tusiwadhalau tunapowaona vijana. Hadithi ya Samuel Daniel ni ushuhuda kuwa ukikataa kukata tamaa, dunia haitakuacha. Kupitia mradi wa maisha bora ulio chini ya kanisa la FOPCT Tanzania, ndoto zimeanza kuwa kweli, na sasa Samuel anaelekea kuwa mwalimu wa kesho mwenye historia ya ushindi dhidi ya kila aina ya changamoto. Mimi ni msimulizi wako, naitwa Method Charles.